Karibu shemeji. Sauti ile haikuwa ya kawaida, haikuwa ya mzaha, ilikuwa ya kitu cha ajabu na cha kutisha, kitu kilichomfanya Juma asimame bila kuongea. Macho yake yalibadilika kwa yule mwanaume, akiwa anajaribu kuelewa nini kinaendelea hapa, maana yake ni nini. Juma aliuliza kwa sauti chini yenye uzito. Mwanaume yule alisogea karibu kidogo, na alipokuwa Juma akamtazama machoni, kisha akatabasamu. Kumbe ulikuwa hujui? Na hapo ndipo moyo wa Juma ulianza kubadilika, si tena wasiwasi, bali ulikuwa ni hofu kuzidi kutana. Akamwambia tena, hujui kweli wote? Ndani ya chumba kilio kilikuwa bado kinaendelea, kilio cha Aisha, kilio chenye maumivu. Juma aligeuza kichwa polepole, akaangalia ule mlango, kisha akarudi tena kwa yule mwanaume. Alikuwa amechoka kusikia yale maneno, alitaka kuona ukweli wote. Akasukuma ule mlango kwa nguvu, mlango ukafunguka. Alipokanyaga mule ndani, dunia yake ilisimama ghafla. Aisha alikuwa pale amesimama akiwa analia, uso wake umejaa hatia na macho yake hayawezi kumtazama tena Juma. Hakukuwa na furaha ya harusi, hakukuwa na tabasamu lolote, kulikuwa na ukweli mzito wenye maumivu. Juma alisogea hatua moja mbele, mikono yake ikitetemeka sana. Niambie ukweli, alisema polepole, kama mtu anayehitaji majibu ili kupumua au ili kuishi. Aisha alifungua mdomo wake, lakini sauti haikutoka. Machozi tu ndio yalibaki kububujika, alikuwa akimwagika sana kutoka machoni mwake. Na kabla hajapata jibu, mlango ukafunguka tena. Yule mwanaume naye aliamua kumfuata Juma mule ndani. Alifuata pale Juma alipokuwepo. Hatua zake zilikuwa za kujiamini sana, kama hana uoga wowote kueleza chochote pale. Basi acha nikwambie, akamwambia Juma kwa utulivu yule mwanaume. Juma alimwambia, usubutu, na sitaki unielezee, nataka nielezee huyo aliyopo mbele yangu. Lakini tayari Juma alikuwa ameshachelewa. Yule mwanaume akaanza kumwambia, Aisha alikuwa wangu kabla ya jawa wako. Maneno yale yalikaa hewani kwa muda mchache. Hakuna aliyesogea, hakuna aliyesimama, lakini bado hiyo haikuwa yote. Kuna kitu Juma hujui. Juma aligeuka polepole akamtazama Aisha, na hapo ndipo sauti ya chini sana Aisha alisema, mwanaume huyu ni baba wa watoto wangu. Dakika hile kila kitu kilikufa. Juma alirudi nyuma hatua moja na ya pili, kama mtu aliyepoteza nguvu kabisa. Mtoto gani unayemwongelea wewe? Juma aliongea ile kwa ukali sana, aliuliza kwa shida. Aisha alitikiza kichwa akiwa analia zaidi. Nilitamani kuambia kitambo, lakini niliogopa nitakupoteza Juma wangu. Machozi ya Juma yakaanza kutoka polepole, kimya kikatawala. Hakupiga kelele, hakukasirika, alivunjika moyo sana. Nje muziki ulikuwa bado unaendelea, watu walikuwa wanacheka na kunywa na kula, wakisubiri bibi harusi na bwana harusi wafike kwenye harusi. Juma alimtazama Aisha kwa mara ya mwisho, akavuta pumzi ndefu sana, kisha akasema polepole, leo ni siku ya ndoa, ni siku ya ukweli. Lakini kilichotokea kimebadilisha ndoa na mazingira yote yaliyokuwepo. Aligeuka akaanza kutembea kuelekea nje. Hatua zake zilikuwa nzito lakini za uhakika. Hakutazama nyuma tena, lakini alipofika mlangoni alisimama kidogo kwa sekunde chache akiwa anafikiria kitu, na swali moja likaanza kumzunguka kichwani. Je, huu ndio ukweli wote au bado kuna kitu nafichwa? Hakikisha unabonyeza alama iliyoandikwa subscribe chini ya video hii ili kuweza kupata maendelezo ya stori mbalimbali. Hapa ni Kipua Media, jumba la filamu.